Tayari kwa upande wa muda ni saa 6 kamili za mchana. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka Radio Kwizera FM. Msomaji ni Zawadi Bashemela na kwanza ni muhutasari wake. Wanachama 9 wa chama cha ACT Wazalendo wamejitokeza kuchukua fomu kwa ajili ya kuwania nafasi za ubunge katika majimbo ya uchaguzi mkoa wa Mwanza. Wananchi wa kata ya Chomachankola wilayani Igunga mkoani Tabora wamekataa uwekwaji wa mradi wa skimu ya umwagiliaji katika eneo lao, wakidai kuwa wamekuwa wakifanyia matambiko ya kimila. Na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imevipiga marufuku vyombo vya habari kuripoti shughuli za rais wa zamani Joseph Kabila. Habari kamili. Mwanza. Wanachama 9 wa chama cha ACT Wazalendo wamejitokeza kuchukua fomu kwa ajili ya kuwania nafasi za ubunge katika majimbo yote 9 ya uchaguzi mkoa wa Mwanza. Mwenyekiti wa chama cha ACT Wazalendo mkoani Mwanza, Bi Flora James Malongo, ameiambia Radio Kwizera leo kuwa majimbo yote pia kuna watiania wa nafasi ya ubunge wa viti maalum na kwamba zoezi la kuchukua na kurudisha fomu linatarajiwa kukamilika Juni 15 mwaka huu. Bi Malongo amesema baada ya hapo vikao vya kura za maoni kwa wagombea ubunge wa kata vitafanyika, huku wakishirikisha wajumbe 30 katika kila jimbo la uchaguzi. Chama kama kitashinda, sisi tunategemea kujikita zaidi katika kuwaletea maendeleo wananchi. Sisi tunatoa kipaumbele katika maendeleo upande wa elimu, afya na miundombinu ya kuwezesha watu kukuza uchumi wao kwa njia rahisi zaidi. Miundombinu kama mabarabara, uweze kuandalia vijana ajira kama za viwanda. Tutaanzisha viwanda vidogo vidogo na vya kati pia na viwanda vikubwa. Aidha, Bi Malongo amesema endapo ACT kitashinda kitatoa kipaumbele katika kuboresha miundombinu hasa ya barabara pamoja na ajira kwa vijana. Tabora. Wananchi wa kata ya Chomachankola wilayani Igunga mkoani Tabora wamekataa uwekwaji wa mradi wa skimu ya umwagiliaji katika eneo lililotengwa kwa ajili ya mradi, wakidai kuwa eneo hilo wamekuwa wakifanyia matambiko ya kimila. Hayo yamebainika jana wakati wa uzinduzi wa ujenzi wa skimu ya umwagiliaji ya Mwamapuli iliyopo kijiji cha Mwanzugi wilayani Igunga wenye gharama ya shilingi bilioni 26.9. Mkuu wa mkoa wa Tabora Bwana Paulo Chacha amesema ikiwa wananchi hao wataendelea kushikilia msimamo wao wa kutojengewa skimu ya umwagiliaji katika eneo lao, serikali itapeleka mradi huo kwenye eneo jingine. Wapo wenzenu kule Chomachankola, serikali imeamua kupeleka mradi mkubwa kule kama huu. Wenzenu wamekataa, wamesema lile eneo ni la matambiko. Si mambo ya ajabu haya. Karne hizi kuna mtu anasema sisi tunatambika hapa, hatutaki kuweka mradi wa umwagiliaji. Sasa sisi tunafanyaje? Mambo mawili tu. Moja, huo uganga, uchawi na matambiko upeleke nyumbani kwako, ufanyie kwako. Sisi tutaweka mradi pale. Lakini ikiwa serious, si wapo wengi wanataka miradi hii, nyinyi muendelee kutambika, tutapeleka sehemu nyingine. Kwa ni mambo mawili haya. Mchague, ufanyie uganga huo matambiko nyumbani kwako, ama mradi tupeleke eneo lingine. Basi hatuwezi kwenda kugombana na watu wazima wenye akili wanaojua kwamba matambiko ni bora kuliko mradi wa umwagiliaji. Mwakilishi kutoka kampuni ya Samota Limited ambao watahusika katika skimu hiyo, Ahmed Salumu, ameahidi kutekeleza mradi wa skimu ya umwagiliaji ya Mwamapuli kwa wakati na kwa viwango vya ubora vinavyotakiwa kama ilivyokusudiwa na serikali. Mradi huo unatarajiwa kukamilika ndani ya siku 720, ukilenga kuongeza eneo la umwagiliaji kutoka hekta 630 hadi kufikia hekta 2397 ambazo zaidi ya wakulima 2470 wanatarajiwa kunufaika moja kwa moja na huduma ya umwagiliaji kutoka skimu hiyo. Biharamulo. Zaidi ya hekari 10 za ardhi zinatarajiwa kukabidhiwa kwa serikali ya kijiji cha Rusahunga wilaya ya Biharamulo mkoani Kagera
kwa ajili ya huduma za mazishi ya watu waliofariki wakiwa hawana ndugu na wengine kuwa na maeneo finyu. Mwenyekiti wa serikali ya kijiji cha Rusahunga Bwana Peter Josefu amesema hayo wakati akizungumza na Radio Kwizera juu ya malalamiko ya wananchi kukosa maeneo ya maziko ya ndugu zao. Amesema baada ya kuona maeneo ya kijiji hayajapimwa, serikali ya kijiji ililazimika kwenda ofisi ya ardhi wilaya na kuahidiwa kupatiwa zaidi ya ekari 10 ili kuondokana na changamoto hiyo. Kijiji kinakuwa, lakini pia nishukuru kwamba halmashauri ilikwisha kuja kupima eneo lile. Eneo lipo la kutosha zaidi ya ekari 10. Kwa hiyo jambo letu liliobakia kati ya mimi na mtendaji wangu ni kumwandikia barua mkurugenzi ili waje watuonyeshe eneo lile, ili sasa wananchi wale ambao wanapata stahiki ya kuhifadhiwa pale kuhifadhiwa mahali pazuri. Kwa hiyo dhamira yetu na nia yetu tulionayo kwa muda wote tutaenda kwa mkurugenzi ili aweze kuja kutuonyesha eneo lile. Baadhi ya wakazi wa kijiji cha Rusahunga Bwana Onesimo Oswald na Bianjerina Matabaro wamesema kupatikana kwa eneo la maziko itaondoa usumbufu waliokuwa wakiupata kutokana na maeneo yao kuwa finyu. Hivi karibuni mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya ya Biharamulo Bwana Innocent Mkandara amewataka viongozi wa vijiji kutenga maeneo kwa ajili ya malalo ya maziko kutokana na ongezeko la watu katika vijiji vyao. Mwanza. Jeshi la polisi mkoa wa Mwanza linawashikilia watu 35 kwa tuhuma za kujihusisha na vitendo vya uhalifu ikiwemo kufanya biashara ya mafuta bila kibali na kuhifadhi mafuta kinyume na utaratibu. Kamanda wa polisi mkoani humo Willibrod Mtafungwa amesema hayo jana wakati akizungumza na waandishi wa habari na kueleza kuwa watuhumiwa hao wamekamatwa baada ya jeshi la polisi kufanya misako kuanzia Aprili 30 hadi Mei 31 mwaka huu. Aidha, Kamanda Mtafungwa amesema wamefanikiwa kukuta mafuta ya diesel lita 658, betri 2 za magari, pikipiki moja aina ya Sun LG yenye namba za usajili MC 711 DJM, mirija 10 ya kunyonyea mafuta na madumu 85 yakiwa na mafuta. Sanjari na hayo, amesema hadi sasa watuhumiwa 21 tayari wapo mahakamani huku 14 wakiwa wanasubiri kukamilika kwa upelelezi unaoendelea kupitia jeshi la polisi. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka Radio Kwizera FM. Kinshasa. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imevipiga marufuku vyombo vya habari nchini humo kuripoti shughuli za rais wa zamani Joseph Kabila na kuwahoji wanachama wa chama chake. Haya yanajiri baada ya Kabila kurejea Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mwezi uliopita, huku akiwa na mvutano mkali kati yake na serikali inayoongozwa na Felix Tshisekedi. Mamlaka zinashinikiza kumfungulia mashtaka bwana Kabila huku kukiwa na tuhuma za uhaini na madai kuwa na uhusiano na waasi wa M23 ambao wamekuwa wakipigana na jeshi, jambo ambalo amerikanusha hapo awali. Mkuu wa udhibiti wa vyombo vya habari nchini DRC bwana Christiani Bosembe amesema ukiukwaji wa marufuku hiyo unaweza kusababisha kusimamishwa kwa chombo husika. Hata hivyo, akijibu msemaji wa M23 juu ya swala hilo, Lawrence Kanyuka amesema vyombo vya habari katika maeneo yaliyo chini ya udhibiti wake havitatii marufuku hiyo. Na hatimaye Washington. Rais wa Marekani Donald Trump amesaini tangazo la kupiga marufuku kusafiri kwenda Marekani dhidi ya raia wanaotoka nchi 12, akitaja hatari za usalama wa kitaifa. Kulingana na ikulu ya White House, nchi hizo ni Afghanistan, Myanmar, Chad, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Equatorial Guinea, Eritrea, Haiti, Iran, Libya, Somalia, Sudani na Yemen. Marufuku hiyo itaanza kutekelezwa kuanzia Jumatatu ya tarehe 9 ya mwezi huu, ambapo hata hivyo hatua hiyo ya Trump imepingwa na mataifa yaliyoathiriwa. Kabla ya kumaliza taarifa ya habari, huu tena ni muhtasari wake. Wanachama 9 wa chama cha ACT Wazalendo wamejitokeza kuchukua fomu kwa ajili ya kuwania nafasi za ubunge katika majimbo ya uchaguzi mkoa wa Mwanza.
Wananchi wa kata ya Chomachankola wilayani Igunga mkoani Tabora wamekataa uwekwaji wa mradi wa skimu ya umwagiliaji katika eneo lao, wakidai kuwa wamekuwa wakifanyia matambiko ya kimila. Na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imevipiga marufuku vyombo vya habari nchini humo kuripoti shughuli za rais wa zamani Joseph Kabila. Waza Wazua. Msikilizaji, hakuna mtu mkweli duniani, kila mtu ana sura mbili. Waza Wazua. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari. Endelea kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii, Instagram, TikTok na X @Radio Kwizera FM, YouTube Kwizera TV na website yetu radiokwizera.co.tz. Saa 10 alasiri utaletewa duru habari.